Kwa nini simu yako inakula bando haraka lakini pia inamaliza chaji kwa haraka sana? Sasa hili ndilo swali ambalo tunakwenda kuliangalia katika video ya siku ya leo. Unanunua kifurushi chako asubuhi, tena cha pesa nzuri tu, lakini ikifika jioni unashangaa kutumiwa meseji ikisema kwamba umetumia 75% ya kifurushi chako, au unaambiwa kwamba kifurushi ulichojiunga imeisha. Imefikia hadi stage watu wakikutana na changamoto hii wamekuwa wakipiga simu moja kwa moja kwenye mtandao husika, let's say ni Halotel, Vodacom. Mtu amekuwa akipiga simu moja kwa moja kule ofisini kwamba kwa nini bando langu limeisha muda haraka, lakini changamoto sio wao, changamoto ni simu yako. Sasa naomba leo tuweze kuisolve changamoto hiyo. Karibu sana, hii ni Jifunze na Linus, na leo nataka niongee na mtu ambaye kila siku amekuwa akilalamika kwamba MB zake zinaisha haraka sana, lakini pia chaji yake ya kwenye simu haikai muda mrefu. Sasa leo nakwenda kukuonyesha setting 3 zilizojificha ndani ya simu yako ambazo zinakula pesa yako ya bando kila siku, lakini pia zinasababisha chaji yako kuweza kuisha mapema. Hivi majuzi nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja, alikuwa na hasira sana. Aliniambia, Linus, mbona mimi sielewi hii mitandao ya simu? Nimejiunga GB 2 leo asubuhi, lakini ilipofika mida saa 6 tu nikatumia ujumbe kwamba nimeshatumia 75% ya kifurushi changu. Sasa alivyoniambia hivyo, nikachukua simu yake nikafungua upande wa setting. Sasa nilichokuta mle ndani ilithibitisha moja kwa moja kwamba mitandao ya simu huwa haituibii MB zetu, bali simu zetu zenyewe ndizo zinakula hilo bando. Ndani ya hizi simu zetu kuna vitu tumeviruhusu viendelee kutumika kwa siri pasipo sisi wenyewe kuvijua. Muda huu unapokuwa unafanya mambo yako mengine kwenye simu yako, kuna vitu viwili ambavyo vinaendelea kufanya kazi nyuma ya pazia kwenye simu yako. Cha kwanza kabisa, kitu ambacho kinakula MB zako ni auto download ya WhatsApp, lakini pia na Telegram. Kwa watumiaji wengi wa WhatsApp na Telegram, hapa ndipo MB nyingi zinapopotelea. Kila unapoingia kwenye grupu kuna video huwa marafiki au ndugu wamezishia kwenye grupu. Sasa hata pasipo wewe kuzidownload, huwa zinajidownload automatic kama umeruhusu au kama haujaseti kutojidownload automatic. Sasa picha au video au nyimbo zikishaji download moja kwa moja, hizo zinakuwa zimetumia MB bila wewe kufahamu chochote. Mara nyingi simu huwa zina download zenyewe kwa siri. Mwisho wa siku nashangaa unakuta video ya dakika 10 au kichekesho fulani imeshaji download, kipo kwenye simu yako, hata ujui aliyekituma, lakini unakikuta kwenye simu yako. Na kitu kingine cha pili ambacho kinakula bando lako kwenye simu, lakini pia na chaji bila wewe kuruhusu, ni background data. Unajua applications kama za Instagram, TikTok na Facebook zina tabia moja ambayo tabia hii sio nzuri. Hata kama umezifunga, yani umeziclose, unapochati kwenye WhatsApp na application nyingine, zenyewe zinakuwa zinaendelea kufanya kazi kwa siri nyuma ya pazia. Mara nyingi zinakuwa zikiendelea kufanya hivyo ili endapo utakuja kuzifungua ziwe tayari zimeshaji refresh. Sasa hali hii ya kuendelea kutumia bando nyuma ya pazia ndiyo kusababisha MB zako zinaisha haraka, lakini pia na chaji kwenye betri inaisha haraka, kwa sababu inavyoendelea kufanya kazi ina maana itatumia pia nguvu ya betri yako kwenye simu yako. Sasa itakavyoendelea kutumia nguvu ya kwenye betri yako, moja kwa moja pita pelekea simu yako kuishiwa chaji haraka. Sasa naomba chukua simu yako, tuanze kufanya setting hizi 3 ambazo zitakusaidia kupunguza gharama ya kuweza kutumia fedha zako. So jambo la kwanza kabisa, naomba tuweze kuzima ile ya kwanza ya auto download ya kwenye WhatsApp. Naomba fungua application ya WhatsApp, then utakuja hili eneo la setting. Then baada ya kufika hapa utashuka hadi sehemu imeandikwa storage, then utakuja sehemu ya data. Sasa palipoandikwa when using mobile data, hakikisha unatoa alama ya vema kwenye picha, kwenye video, lakini pia kwenye document kama tunavyoona hapa. Alafu jaribu kuweka no media. Kuanzia sasa picha na video itajishusha pale tu wewe mwenyewe utakapoamua kubonyeza download. Kwa hiyo ina maana hii hapa ya auto download tumeshaiondoa kwenye WhatsApp yetu. Sasa hapa jambo la pili la kufanya ni kwenda sasa kuzima ile background data ambayo inaendelea kufanya kazi nyuma ya pazia. Cha kufanya hapa, unatakiwa uje kwenye setting ya simu yako. Baada ya kufika kwenye setting, nenda kwenye sehemu ya apps au applications. Chagua app inayokula MB sana. Kama ni Instagram au ni TikTok, bofya kwenye hiki kitufe kimeandikwa mobile data. Then baada ya hapo unatakiwa kuzima kitufe kilichoandikwa allow background data usage kama tunavyoweza kuona hapa. Kwa ina maana hii hapa inabidi kuizima, ili iwake inabidi uizime.
Yes, design hiyo. So ina maana ukishazima hapa haitoruhusiwa tena kutumia background data. Yani ukiwa umeshazima simu yako isiendelee kutumika. Na hatua ya tatu ni kuzima auto update ya Play Store. Unajua pia wakati mwingine unaweza kuwa umewasha auto update ya Play Store. Sasa hii hapa inakuwa pia inakula bando, kwa sababu kila wanapotoa version mpya ya application, ile application inajidownload. Sasa hakikisha apps zako zisiji update automatic. Yani ziwe zinaji-update pale utakapokuwa unahitaji au utakapokuwa umezibonyeza mwenyewe, au uruhusu tu pale utakapokuwa kwenye wifi ndipo ziweze kujidownload. Baada ya kufanya mambo hayo matatu ambayo tumeweza kuangalia hapo juu, na kuhakikishia kabisa utaona mabadiliko makubwa sana kwenye simu yako. Kuanzia sasa hautosikia tena kifurushi chako kinawahi kuisha. Wewe mwenyewe utaenjoy kutumia kifurushi vizuri bila kukata haraka, lakini pia utaenjoy kutumia simu yako kwa muda mrefu bila kuishiwa chaji. Kama mweza kujifunza jambo lolote kwenye video hii, basi nakuomba usiache kuacha comment hapo chini, ili na mimi nipate nguvu ya kuendelea kutoa vitu kadha wa kadha. Lakini pia usahau kubonyeza alama ya like, na kama una rafiki unataka pia na yeye aweze kupata elimu hii, sio mbaya ukashare video hii, ili na yeye pia asiendelee kupoteza pesa zake, lakini pia na kupoteza muda wake kuchaji simu alafu chaji inaisha haraka.